Lakini kadhalika ndugu zangu, nataka niwape sasa kodi maalum ya mambo haya. Ukiyafanya unakwenda kupata manufaa makubwa katika majumba, hasa kwa wale ambao wana uwezo wa kusoma suratu al-Quraish, kwa maana liila fi Quraish. Hapa nataka nikufundishe kitu bora ambacho kitakufaa wewe, kitaifaa familia yako, na mazingira unayoishi yatapata salama kupitia wewe kama utayafahamu haya kwa ufasaha wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sura hii miongoni mwa wataalamu na mabingwa katika fani ya masala ya tibbi kwa kutumia Qur'an, bwana mkubwa huyu Ahmadul Buni qaddasallahu sirra, mwamba anasema man qara'aha ala ta'amin yukhafu minhu kana fihi shifau min kulli da'in. Yoyote yule ambaye atakayesoma sura hii liila fi Quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Anasema yoyote atakayesoma sura hii ala ta'amin, akaisoma katika chakula ambacho yukhafu minhu, kinachohofiwa. Yani wewe labda hapo ulipo umekwenda mahala, lakini pale mahala ulipokwenda una wasiwasi napo, pameandaliwa chakula, lakini kile chakula una mashaka nacho, hakiwezi kuwa na sumu hiki, hakina sihiri chakula hiki, hakiwezi kunidhuru mimi, ukawa na wasiwasi wa namna hiyo. Basi kinachotakiwa wewe soma tu suratul Quraish, alafu piga chakula kama kawaida. Sahiri hawezi kudhuru, wala hakuna yoyote anaweza kufanyia madhara. Na Allah subhanahu wa ta'ala anakibadilisha chakula kile kutoka kuwa chenye madhara na kuwa ponyo na kuwa chakula safi na chenye kutengeneza afya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni kodi namba 1. Na kupa kodi namba 2 katika sura hiyo hiyo, suratu Quraish. Nasema wa idha quri'at ala ma'in thumma ukhidha dhalika alma'u wa rusha bihi ala man ishta'ala qalbuhu bihammin wa lam ya'rifu ma sababuhu sarrafahu Allahu anhu wa farrajahu biidhnillahi ta'ala. Yoyote yule ambaye atakayesoma sura hii liila fi Quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Atakayesoma sura hii ala ma'in, akayasomea maji, kisha baada ya hapo thumma ukhidha dhalika al-ma'u, kisha yakachukuliwa maji hayo, kisha mtu akanywa, warusha bihi ala man ishta'ala qalbuhu, na kaoga au kujimwagia yule ambaye moyo wake umekuwa unakwenda mbio sana, wasiwasi umemjaa, hana raha, hana furaha mtu wa namna hii, walam yaarif ma sababuhu, na akawa hajui sababu ilomsababisha yeye kuwa katika mazingira hayo ni nini, basi sarrafahu Allahu anhu wa farrajahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea wasiwasi huo, lakini atampa faraja na atajisikia amani ya kutosha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kodi namba 2 katika suratu Quraish. Tunakwenda kodi namba 3 hapo ulipo ambayo unasumbuliwa na mashakili haya. Wa man arada takhfifa alamil ju'i wal 'atashi falyukaththir min qira'ati surati Quraish. Lakini yoyote yule ambaye arada takhfifa alamil ju'i, ambaye anataka kuondosha au kupunguza kabisa maumivu ya njaa, maana yake upo katika nyumba ambayo hakuna mpango unaopangwa ukakamilika, hakuna kazi unayotafuta ukafanikiwa kupata, hakuna biashara unayofanya ikafanikiwa ndani ya nyumba hiyo. Sasa unataka Mwenyezi Mungu aondoshe hivyo vikwazo ili hiyo nyumba, njaa nayo ikimbie katika nyumba hiyo. Unakimbizaje njaa katika nyumba yako? Ni hii kodi namba 3 nayokupa katika suratu Quraish. Man arada takhfifa alamil ju'i, yoyote yule ambaye anataka kupunguza au kuondoa uchungu au ukali ule wa njaa iliyo ndani ya nyumba yake,
wala atash, au ukali wa kiu kilicho ndani ya nyumba yake. Hapanywewi chai hapo kwa kuwa hakuna kitu. Hapanywewi juisi katika nyumba hiyo kwa kuwa hamna kitu. Hapanywewi chochote. Yani kuna watu shekhe katika majumba wamekaa, yani wana mwaka mzima hata ile soda hainywewi humo ndani mjue. Sio hawataki kunywa, hicho cha kunywa kwenyewe kipo ndani ya hiyo nyumba. Sasa suratul Quraish biidhnillah ina uwezo wa kumaliza mashakili haya biidhni. Falyukathir min qiraati surati Quraish, basi afanye wingi sana ndani ya nyumba hiyo kusoma suratul Quraish. Akisoma suratul Quraish ndani ya nyumba hiyo, utaona mipango inafunguka. Kama ulikuwa na kabiashara unauza maandazi, vitumbua au unauza vijipipi pale, utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia nuru, baraka zitaweza kutawala hapo. Lakini kubwa zaidi ni hii, nataka nikupe sasa. Hii ndio mujarrab zaidi. Hii sasa, walitaati zawjati almuanada au almuanida fil baiti تقرأ سورة قريش على 7 تمرات 21 مرة وتعطي من تريد طاعتها. Yani ikiwa kama wewe hapo ulipo unataka mkeo akutii sana na akupende sana, au wewe hapo ulipo unataka mumeo akusikilize sana na akupende sana, kodi hii nakupa katika suratu Quraish. Basi katika hali za namna hii pia, wewe ambaye unataka kumziwia kabisa mume mwenye tabia ya kuchepuka chepuka, na wewe ambaye unataka kumziwia kabisa mke mwenye tabia ya kuchepuka chepuka, baki njia kuu, mchepuko sio dili. Twende sambamba hapa sasa. Taqra'u surata Quraish, utasoma suratu Quraish ala 7 tamrat, katika tende 7. Tende yani utachukua tende 7, wewe mume zisomee tende 7, au wewe mke zisomee tende 7. Hujui kusoma, basi inshallah unaweza ukafanya mawasiliano nasi, tukakwambia njoo na tende zako, tukakusomea biidhnillah, tukakwambia nenda nyumbani mpelekee zawadi mumeo au mpelekee zawadi mkeo. Akila tu mashaallah, utulivu, furaha, amani, mapenzi yatakuwa ndio yenyewe hapo katika nyumba hiyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utasoma katika tende 7 21 mara 21, yani sura hii utaisoma mara 21 katika zile tende 7. Watuti man turidu, kisha utampa yule ambaye unataka mahaba yawe moto moto, utulivu utawale, lakini kadhalika na khairi ziwe nyingi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio Qur'ani ujue, na hayo ndio mambo ya Qur'ani biidhnillah. Wa baada qiraati surati taqul, baada ya kusoma suratu Quraish katika zile tende 7, kisha utasema, yani mara hiyo 21, kisha utasema maneno haya: wa kadhalika tati'u fulanatu bintu fulana zawjaha, yani na kadhalika, na hivi ndivyo ambavyo ilivyo fulani binti fulani amtii, ampende, amheshimu, amjali mume wake. Lakini kadhalika hivyo ndivyo ilivyo fulan ibn fulan amtii, amjali, amheshimu mume wake, na mambo yaweze kwenda katika hali ya aina kadha. Wala ta'sihi abadan ila almaut, na wala asifanye, asimuasi, asimfanye mambo machafu, asimwendee kinyume, kwa maana asiharibu utaratibu wake ila almauti, mpaka kufa kwao. Ndio utaona watu wanapendana, wanaheshimiana, wanajaliana, wanathaminiana, yani wao wanakuwa bila shaka ni bega kwa bega katika kila jambo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ya mwisho sasa, wa man arada alghina min arrizqi wal mali aw alilmi au ay shay'in yuriduhu min al'amali almujarraba, anasema na yoyote yule ambaye atakayetaka sasa Mwenyezi Mungu amfungulie katika majambo yake. Unajua al-akhi Sheikh Sabasib al-Kubra, iko hivi, kuna mtu inawezekana ana vyanzo vizuri kabisa vya kufikia katika natija ya kupata fedha au riziki ya kutosha, lakini bahati mbaya mtu huyo ana vyanzo vizuri, lakini vyanzo vyake kila anapojitahidi kuviendea mambo yanaharibika. Kuna mtu ana makampuni lakini kila siku yeye ni hasara tu. Kuna mtu ana magari, likitoka basi baada ya dakika 10 kapigiwa simu gereji.
Kuna watu wana viwanda, wao wanaripoti hasara tu. Wewe mtu ambaye unacho chanzo ambacho kinaweza kukuvusha kupeleka mahala fulani, na kupa kodi mujarrab kabisa biidhnillah, lau ikifanywa kwa taratibu zake, majambo yanakwenda sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa man arada alghina, yoyote yule ambaye anayetaka kufaulu, minar rizqi, riziki yake iwe pana, lakini walmala, na anayetaka mali kwa kuwa vyanzo vya kupata mali hiyo anavyo, au ilma, au mtu ambaye anayetaka ilmu, au aya shay'in akhar, au anayetaka kitu cha aina yoyote, minal a'mali almujarraba, miongoni mwa mambo yaliyofanyiwa majaribio, lihadhihi surati sharifa, kupitia katika sura hii, fanya hivi: tusalli rak'atayn fi kulli rak'atin fatihata alkitabi wa ba'daha sura adada 25 marra. Yoyote yule ambaye atakayetaka majambo yake yaende vizuri, basi utasali rakaa 2. Katika kila rakaa moja utasoma suratul Fatiha, alafu kisha utasoma suratu Quraish mara 25. Kisha baada ya hapo rakaa ya pili utasoma suratul Fatiha, alafu kisha baada ya hapo utasoma suratu Quraish mara 25. Wa baada salati, na baada ya swala, kwa maana tayari umetoa salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, ukaangalia kulia, assalamu alaikum wa rahmatullah, ukaangalia kushoto. Tatlub min Allahi tabaraka wa taala an yughniyaka min arrizqi wal mali wal ilmi wat tijara. Hapo sasa utamwambia, ya Rabbi, ninakuomba Mola wangu, baada ya haya niliyoyafanya, ya Rabbi, nakuomba sasa unijalie kheri. Kheri yenyewe ni nini? Ya Rabbi, nina vyanzo mimi, vifungue vyanzo vyangu vilivyofungwa fungwa. Nina vyanzo vinavyosuasua, ya Rabbi nifanyie wepesi, majambo yaende vizuri. Bas Allah atakuruzuku, atakupa riziki nyingi, atakuja fungulia milango ya mali, milango ya ilmu, na hata mfanya biashara, utaona biashara zako zinaanza kwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio majambo ambayo inatakiwa sasa nawe uweze kuyafanya hapo ulipo kwa taratibu tulizoelekeza. Bila shaka utasema jukwaa limenisaidia, na sasa alhamdulillah rabbil alamin